Miongoni mwa sifa za watu wema, walikuwa wakizishikilia tabia njema na maadili mema, hata ukifikia wakati ambao kwamba dhurufu na dhiki ya maisha itakuwa imewasonga. Yusuf alayhi salatu wassalam alipokuwa katika jela na akawa amefungwa, yuko katika dhiki, hali ya kuwa amedhulumiwa, hilo halikumtoa yeye kuacha tabia zake njema, bali alikuwa mwema mpaka katika jela, mpaka wakasema marafiki zake, inna naraka minal muhsinin, sisi tutakuona wewe ni katika watu wema. Hili pia halikumbadilisha yeye, baadaye akaja akapata daraja akawa azizu Misri, wa biyadihi khazainul ardh, mbele yake aliyekwa yeye ndo kiongozi wa khazina za ardhi. Watu wakamsifia vile vile kwamba yeye ni mtu aliyokuwa mwema. Qala lahu ikhwatuhu, wakasema ndugu zake, wahum la yaarifuna, aliyakuwa hawamjui, ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabira, ndugu yetu huyu babake ni mtu mzima, fakhudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Ndugu zangu watukufu wa Islam, wakati mwingine tuko katika dhiki, wakati mwingine dhurufu za maisha zimetupata, huenda pengine tukasema wacha tuache tabia fulani ambazo kwamba ziko katika dini, wacha hivi sasa ndio wakati wa kuzungumza uongo kwa sababu biashara zangu haziendi. La, hilo lisikufanye wewe kudondosha maadili ya Kiislamu kwa ajili ya dhurufu. Bakia pale pale, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kule kubakia na akhlaq ndio riziki zitakuja kwa wingi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliamiliana pamoja na Makureshi muamala wa ajabu. Yeye ndo bahari ya akhlaq. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemsifu ndani ya Al-Qur'anul Karim, wa innaka la ala khuluqin adhim. Pamoja na kumuudhi na kumfanyia istihza na kumfanyia madhila, mwisho wakataka kumuua, lakini mbinu zote hizo walikuwa kizifanya mchana usiku, wakimletea amana, wakimletea mali zao apate kuzihifadhi. Siku waliopanga kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nafasi ya kusema, wacha nikimbie na mali zao, wacha nichukue hizi mali niziache hapa hapa, ziwe zitaibiwa, zitafanyika nini, lakini na mimi niwatie adabu. Lakini Mtume akamwacha Sayyidina Ali liyanama ala firashihi, lengo na madhumuni an yarudda al-amanati ila ahliha, ili apate kuzirejesha amana kwa wenyewe. Dhiki na mbinu za maadui zake hazikumfanya yeye adondoshe tabia yake njema. Pia sisi wenyewe tubakini na akhlaq, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataturuzuku maisha ambayo kwamba hayana dhiki yoyote kupitia akhlaq tulizokuwa nazo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.